Shukrani zote zimwendea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka sikufikia hapa baada ya kongamano kuanza kwa muda wa siku 4. Leo nafikiri kesho itakuwa ni siku ya 5, na tunatoa shukrani kwa mashehe wote kwa mihadhara yote ambao wametoa na wale wote ambao wamehudhuria, na kesho tutazungumza zaidi kuhusiana na masala haya. Sheikh Kishki, Nuruddin Kishki, Mwenyezi Mungu amhifadhi, inshallah ametoa khutba katika msikiti wa Karoleni na ametoa darasa 2 hapa ambayo ina faida kubwa sana, lakini si wote ambao wanahudhuria hapa wamekuja kwa nia nzuri, na watu wanafuata njia za sheitani, wanakereketwa na haya mambo yote ambayo inaifanyika hapa. Yeye anatafuta kasoro tu, ile khairi yote ambayo inaifanywa yeye haoni. Amekuwa kama nzi ambaye anatua katika uchafu, ile usafi wote ambayo upo yeye hazingatii wala haoni, na wamo miongoni mwetu hapa. Lakini hawa watu walikuwepo hata wakati wa Mtume, na waliwahi kumuhujumu Mtume, waliwahi vile vile kumuhujumu Mwenyezi Mungu. Wamemtukana Mungu, ndio itakuwa mimi na wewe. Wamemtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamewahi kumtukana Mungu, wakasema Mwenyezi Mungu mikono yake imefungwa, hana uwezo. Waqalat alyahud yadullahi maghlula, mkono wa Mungu imefungwa, hana uwezo wa kuilisha ulimwengu, hana uwezo wa kusimamia mambo ya viumbe vyake. Wamemtukana Mwenyezi Mungu kwamba ana mtoto, wamemtukana Mtume kwamba yeye ni wazimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hana elimu, hajasoma. Mtume ni mchawi, Mtume ni mrogi. Lakini Mtume hajawahi kukasirika juu ya yote haya, kwa sababu si kweli, si kweli. Sasa leo kuna mmoja katika watu ambao wanaokaa katika hizi vikao. Siku ya kwanza hii kongamano ilipoanza, mashehe wote waliitwa hapa mbele. Mashehe wote alhamdulillah waliitwa wakakaa hapa mbele yenu. Ilikuwa ni baada ya salati al-asri, na mmoja baada ya mwingine akawa anaitwa kuwasalimia watu. Sheikh Kishki ni miongoni mwa watu ambao walikuwepo, lakini yeye alikuwa amechelewa. Sasa nafasi yake ilikuwa imeshawekwa tayari. Yeye alipoingia Sheikh Kishki, mashehe wote walikuwa wameshakaa, na mimi nilikuwa nimekaa karibu mahali mzee huyu amekaa. Nilikuwa nimekaa hapa. Mimi nilipomuona Nuruddin Kishki ameingia, mimi nikasimama na nikawa nazungumza na Sheikh Kishki, kwa sababu kabla ya hapo nilikuwa nishaonana naye. Tumekwenda kumpokea airport, tumekunywa naye chai, tumezungumza mazungumzo mengi, tushakumbatiana tayari. Sasa alipoingia mimi nikawa nazungumza naye Sheikh Kishki, nikimwambia hii nafasi ambayo mimi nimekaa ndo nafasi yako wewe. Sheikh Kishki akakataa, maana yake ni kama ambaye akatupa mkono, akasema nafasi yangu ni kule mwisho, si hapa. Na mimi nikamfuata mpaka kule, nikamwambia shekhe, kwa taadhima na heshima yote, wewe bana, nafasi yako ni hapa, sio kule. Na ndo akaja Abdul Qadir Kibeb na akaja Bashir, ndo akamwambia shekhe, nafasi yako ni kule. Sasa mtu leo ametoa hii kamera kuonesha kwamba Sheikh Kishki alipoingia hapa msikitini alikataa kunipa mkono. Mimi nilitoa mkono na Kishki akakataa kunipa mimi, maana yake alinilenga na akaanza kwenda kule, na mimi nikamfuata kumbembeleza. Na yale mazungumzo yote ambayo nilikuwa nikizungumza na Kishki hakutoa yeye. Sasa wallahi hakuna jambo baya kama fitna. Wewe leo unakaa ndani ya msikiti unarekodi vitu kama hivi, alafu unatuma vitu vya urongo, unampiga mtu vita ambaye hana uadui na wewe. Ndugu yangu, unampiga mtu vita kwa kheri anayefanya. Wewe unatarajia nini mbele ya Mola wako? Sheikh Kishki ni ndugu yangu katika imani, na mimi nampenda na yeye ananipenda, na tunapendana kwa ajili ya Allah, na tumekutana katika kheri nyingi na Sheikh Kishki, na inshallah tutakutana naye peponi vile vile. Na kwa yeyote ambaye amefanya hivyo, ili aweze kutubia, ni atubu mbele ya Mungu kwanza, ayajutie ambaye alifanya, alafu atoe klipu nyingine ya kueleza ilojiri sahihi ni gani, na ajutie makosa yake, na waeleze watu kwamba ilikuwa ni urongo na si kweli kwamba Sheikh Kishki alinilenga mimi na alikataa kunisalimia. Wallahi mimi hiyo klipu kutoka TikTok nimetumiwa kutoka mpaka nyumbani.
subhanallah, hiyo klipu inanichafua mimi kwanza. Yani hata ukiingia kwenye comment utaona Waislamu tulivyo, hakuna jamii ambayo ni rahisi kuidanganya kama jamii ya Kiislamu. Hakuna jamii ambayo ina jazba kama jamii ya Kiislamu. Hakuna jamii ambayo inakurupuka kama jamii ya Kiislamu. Hakuna dini duniani iliyosema usiamini unachoambiwa, unachosikia mpaka ufanye utafiti kama dini yetu tukufu ya Uislamu. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, enyi mlioamini akikujieni fasik kwa taarifa, kwa habari, msiziamini. Nyinyi mnatakiwa mfanye utafiti. Sheikh Said ni miongoni mwa mashekhe ambao nampenda na Allah anashukuru na muheshimu sana, na wallahi nafsi yangu siku zote inaamini mimi siwezi kumpata Sheikh Said, siwezi kumpata kwa umri, siwezi kumpata kwa ilmu, siwezi kumpata kwa ufasaha wala kwa da'wa. Hivi ndivyo mimi ninavyojihesabu, na ni kaka yangu, mwalimu wangu na mheshimu. Nikienda Isli kwenye msikiti wao ule wa Al-Amin na Sheikh Saad, wallahi wananipisha mimbari zao na wanakuwa na mimi kila mahali. Leo inatengenezwa mazingira kama mimi na Sheikh Said tuna bifu, na mmoja katika comment kaandika hawa mashekhe wana ugomvi siku nyingi. La ilaha illa Allah. Na mwingine anaandika kishki, niko na kukubali kuanzia leo sikubali tena. Mimi nakuulizeni nyinyi mliokuwepo siku hiyo hapa, mlihisi kuna tatizo? Lakini ukirekodi kitu kikienda ndo watu wanaamini kuna kitu. Haiwezekani ya hadharani mimi na Sheikh tufanyane vituko. Mimi nimechelewa, tena nimechelewa huku na hema Sheikh, nimeona mashekhe wote washafika. Nataka niende nisalimie kule, alafu naambia Sheikh Said mimi nakaa kule, ndo mimi sikuona hata kama kuna kiti kiko wazi. Sheikh kwa heshima yake, yeye ni mwenyeji zaidi kuliko mimi hapa, akaniambia nafasi yako ni kwangu, na mimi kwa heshima namwambia haiwezekani wewe ukanipisha mimi nikakaa. Kwa hiyo tunavutana kwa hilo, mtu sauti ya kuitoa anaona tunabishana, na mimi na dharau na kibri. La ilaha illa Allah anasema innal ladhina yuhibbuna an tashia alfahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah, wanaopenda siku zote uchafu uenee kwa Waislamu, huyu ana adhabu kali duniani hadi akhera. Allah anasema katika suratul Nur, idh talaqawnahu bialsinatikum wa taquluna biafwahikum ma laysa lakum bihi ilm, mmekuwa ni watu wa kupokea taarifa na maneno kwa ndimi zenu, na mmekuwa ni watu wa jazba na kukurupuka, mnatoa mnasema kupitia vinywa vyenu vitu ambavyo hamvijui. Watahsabunahu hayyina, na nyinyi mnadhani ni kitu kidogo sana hicho. Wa huwa inda Allahi adhim, hilo ni kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Waislamu walioshuhudia hii clip waone kabisa hakukuwa na ugomvi. Mimi nimechelewa, nimeona nijiadhibu, nikae chini kule. Sheikh naye kwa heshima akaamua kunifuata, tunavutana, njoo ukae nafasi yako kwenye kiti chake, na mimi nakataa, siwezi kukubali kukaa, wewe ukanyanyuka. Yeye amenipa heshima na mimi nampa heshima. Mmegeuza kwamba mashekhe wana ugomvi. Tena mwingine anasema hao ndo natuambia siku zote fuateni maneno yangu, msifuate vitendo vyangu. Ushawahi kunisikia mimi nikisema fuata maneno yangu, usifuate vitendo vyangu? Ushawahi kumsikia Sheikh Said akisema fuata maneno yangu, usifuate vitendo vyangu? Waislamu tuwe makini sana na social media, na msikubali kueneza kitu cha fitna. Wallahi Allah anasema inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah anasema mimi ndo nafufua maiti na nitamtangulizia kila mtu yale aliyofanya na athari alizoziacha. Hizi klipu ni athari, zitakwenda katika mizani yao ya maovu. Tena mtu alikuwepo huku inaonekana maeneo ya huku.
Da'wa zote Sheikh, siku ya 3 tunapiga da'wa hapa, qala Allah qala Rasulullah. Hata huogopi ndugu yangu, unatafuta followers, unatafuta likes, unatafuta comment. La ilaha illa Allah. Kama amefanya kwa ujinga, Allah amsamehe, lakini tauba yake lazima aifute ile elimu, na kama anafanya kusudi tutakutana naye siku ya Kiyama.